Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana wapendwa katika kipindi chetu cha Glorious Encounter. Tunashukuru Mungu kwa sababu anaendelea kuwa mwema na mkuu. Tumekuwa tukiongea kuhusu malango ya kiroho na leo tunapenda kuendelea na mada hiyo na tujifundishe kuhusu matokeo ya malango yaliyo wazi. Results of open gates. Wakati malango yako ya kiroho yako wazi, yawe ni malango yako ya binafsi, malango ya kiroho kwa familia yako, kwa community na hata kwa taifa, ni nini ambacho hutokea? Ni nini ambacho ni madhihirisho ya malango ya kiroho yanapokuwa wazi? Napenda tuchanganue pamoja maandiko kutoka Isaya mlango wa 60 mstari wa 11 hadi wa 18. Na maandiko yanasema hivi: malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia. Naam, mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakukujia wewe, mberoshi na mtidhari na mtiashuri pamoja, ili kupambana mahali pangu patakatifu. Nami nitapatukuza mahali pa miguu yako kwa miguu yangu, na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia, nao wote waliokudharau watajiinamisha hata nyayo za miguu yako. Nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni ya mtakatifu wa Israeli. Kwa kuwa Mungu umeachwa kuchukiwa, wala ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, nao utajua kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi ya Yakobo. Badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti shaba, na badala ya mawe chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, nao wakutozao fedha kuwa haki. Jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako. Bali utazita kuta zako wokovu, na malango yako sifa. Mpendwa, katika maandiko haya nabii Isaya anatumiwa na Mungu kuongea kuhusu malango yaliyo wazi, na mstari ule wa 11 unasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kumbe Mungu anaweza kufungua milango ya maisha yetu na iwe wazi. Milango ya maisha yetu Mungu aifungue. Milango iliyofungwa na waganga na wachawi, milango iliyofungwa saa ingine kwa sababu ya upotovu wetu, Mungu anaahidi kuifungua. Na tukumbuke kwamba Yesu alisema yeye ndiyo kweli, njia na uzima. Jesus is the way. Na kwa hivyo tunapomshikilia Yesu na kutembea katika njia zake, anafungua milango ya maisha yetu, anafungua milango ya utajiri, anafungua milango ya mema maishani mwetu. Linalonifurahisha sana ni vile maandiko yanavyosema kwamba Mungu atakapofungua haitafungwa usiku wala mchana. Hakuna mwanadamu anayeweza kufunga kile Mungu alichofungua. Mungu atakapofungua malango yako, hakuna mganga, hakuna mchawi, hakuna laana, hakuna adui atakaoweza kufunga kile Mungu alichofungua. Ninakuombea na kukutabiria Mungu afungue milango ya maisha yako, ile iliyofungwa kwa ajili ya hali yote ile wanadamu walienda wakakuendea kinyume, wakachochea mambo kinyume na wewe, wengine wakainua madhabahu na nguvu za giza kufunga mema kwa maisha yako. Natangaza Mungu huyu ambaye amesema katika neno lake kwamba malango yetu yatakuwa wazi mchana wala usiku, hayatafungwa. Iwe hivyo kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Sasa matokeo ya malango ya maisha yetu kuwa wazi ni nini? Mstari wa 11 unasema ya kwamba itakapokuwa wazi, watu watatuletea utajiri wa mataifa. Maana yake wakati malango ya maisha yetu yanapokuwa wazi, tunashuhudia mafanikio, tunashuhudia prosperity, tunashuhudia utajiri wa kiroho, lakini pia utajiri wa mali katika maisha yetu.
kwa sababu mojawapo ya malango ya kiroho ni akili zetu. Akili za mtu zaweza kuwa zimefungika, hata hatuoni vitu vya thamani vya kutufaidi, lakini malango ya maisha yetu yanapokuwa wazi, akili zetu zinafunguka, mawazo yetu yanafunguka, na tunaanza kushuhudia upenyo wa utajiri na mali katika maisha yetu. Ili liwe ni ombi letu kwamba Mungu afungue milango yetu na familia yetu na jamii zetu, na tushuhudie utajiri wa mali katika maisha yetu, maana hii ni ahadi ya Mungu. Mstari wa 12 unasema ya kwamba wakati malango ya maisha yetu yanapofunguliwa, wale wanaotupiga vita, those who work against us, God will rain destruction upon them. Yaani inamaanisha malango ya maisha yetu yanapokuwa wazi, tunapiganiwa. God fights our battles. Mungu anapigana na maadui zetu. Milango yetu ya kazi, ya biashara, ya kiroho, ya kihuduma inapokuwa wazi, hauhitaji kukosa usingizi kwa ajili ya maadui, maana maadui zetu wanakuwa maadui wa Mungu, na Mungu anapigana na wao. Mungu anaharibu njama zao. Mungu anawafanya wao kuwa si kitu. Natamani sana Mungu apigane vita kwa niaba yako. Wewe muombe Mungu afungue milango yako na achukue vita unavyopitia viwe vita vyake. Wale maadui zako, mruhusu Mungu wawe maadui zake. Usiende kujipigania wala kulipiza kisasi wewe mwenyewe. Mungu anapofungua milango yetu, yeye anachukua vita vyetu vinakuwa vyake, na yeye anatupigania. Mstari wa 13 Isaya 60 unadhihirisha ya kwamba matokeo mengine ya malango ya maisha yetu kuwa wazi ni kushuhudia utukufu wa Mungu. Maandiko yanasema, na utukufu wa Lebanoni utakukujia wewe. Huu utukufu wa Lebanoni Mungu ndio aliwaachia kule, and he says he will shine his glory upon our life. Mungu adhihirisha utukufu wake kwa maisha yetu. Utukufu wa Mungu unaonekana kwa maisha yetu. Utukufu wa Mungu usababisha mtu kupata favor, kukubalika. Popote unapoenda kwa interview, the glory of God markets us. The glory of God, it's always there. Utukufu wa Mungu unakuanga pale kwa ajili ya kutufungulia milango, kutufungulia fursa, kutusababisha kupendeka. Mungu aachilie utukufu wake juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo, maana hii ni ahadi yake kwa maisha yetu tunapomtumikia na tunapotembea katika njia zake, na anapofungua milango yetu ya maisha. Wale wanaotutesa Mungu anawaibisha. Mstari wa 14 unaonesha matokeo mengine ya malango ya maisha yetu kuwa wazi ni kwamba wale waliotutesa, wale wanaotudharau, Mungu anawaibisha. God will shame those who try to shame us. Wale wanaojaribu kutuaibisha, wanaotudharau, wanaokuona wewe si kitu, muombe tu Mungu afungue milango yako, milango ya maisha yako, na milango inapokuwa wazi hata kwa familia yenu. Wale wanaotesa, wale waliodharau familia yenu, wale waliowaendea kwa waganga, kwa wachawi, Mungu anawadharaulisha. Mungu anawafanya kuwa si kitu. Mungu anarudisha aibu hiyo kwao. Mungu anasababisha wale waliochochea wengine watuchukie, Mungu anasababisha wao wachukiwe. Lakini nafurahia mstari wa 15, sehemu ile ya mwisho inasema, na furaha ya vizazi vingi. It talks about joy. Wakati malango ya kiroho yanapokuwa wazi kwa maisha yetu, kwa familia zetu, kwa jamii zetu, tunashuhudia furaha. We experience joy. Mtu unaweza pitia changamoto, unaweza pitia vita, lakini unakuwa na furaha katika maisha yako. Mahali pengine nabii wa Mungu akasema, the joy of the Lord is my strength. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu yangu. Kumbe unaweza pitia vita, unaweza pitia changamoto, unaweza pitia milima, lakini uko na furaha. Kwa nini uko na furaha? Kwa sababu una imani. Tunajua milango yetu Mungu ameifungua, na kesho yetu haiko katika mikono ya mwanadamu. Kesho yetu iko katika mikono ya Mungu. Kwa hivyo naomba ujawe na furaha, ndugu mpendwa, kwa sababu Mungu anaenda kufungua milango yetu na atatujaliza na furaha katika maisha yetu. Mstari wa 16 Isaya 60 unaonesha na kudhihirisha kwamba matokeo mengine ya malango yetu kuwa wazi ni connection with our destiny helper. Mungu anatuunganisha na wale aliowaandaa wa kusimama nasi kwa ajili ya kufika hatima yetu. Imagine maandiko anasema ya kwamba milango yetu ikifunguliwa, tutanyonya hata maziwa ya mataifa, wafalme.
nawe utajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi ya Yakobo. Watu wakubwa, wafalme, mataifa makubwa ambayo Mungu amewaandaa kwa ajili ya kuachilia baraka kwetu. The Bible says God will connect us, kwa sababu hauwezi nyonya ukifikiria kwa kawaida, hauwezi nyonya matiti ya mtu wakati uko mbali na wewe. Lazima akukaribie, lazima kuwe na connection, kumaanisha malango yetu yanapokuwa wazi, Mungu anatuunganisha na destiny helpers wetu, wale ambao Mungu aliwaandaa wakushike mkono, wakupatie recommendation, wakuelekeze, wakusaidie kufika katika hatima yako. Mungu anawaleta na wanaunganishwa pamoja nasi, na tunashuhudia ukuu wa Mungu. Lakini mstari wa 17 unaonesha kwamba malango ya kiroho yanapokuwa wazi, tunashuhudia promotion ama kuinuliwa. Just imagine the Bible says ya kwamba badala ya shaba nitaleta dhahabu. This is a spiral argument. Yaani unatoka level hii unaenda nyingine. Ukienda uangalie thamani ya shaba na thamani ya dhahabu, utagundua kwamba dhahabu ina thamani kubwa kuliko shaba. Kwa hivyo Mungu anasema badala ya kukupatia shaba nitakuletea dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, kwa sababu chuma ina thamani ya juu. Fedha iko na thamani ya juu zaidi ya chuma. Anasema badala ya mti nitaleta shaba. That's another statement ambayo inaonyesha promotion. Anasema badala ya mawe nitaleta chuma. Hii inadhihirisha kuinuliwa. Kumbe ni muhimu kushughulikia malango yetu ya kiroho, kwa sababu malango yetu ya kiroho yanapokuwa wazi, tunashuhudia faida kubwa sana. Faida ya kuinuliwa, faida ya kutoka level ya mawe uende level ya shaba, kutoka level ya shaba uende level ya chuma, utoke level ya chuma uende level ya dhahabu. Iwe hivyo kwa maisha yako katika jina la Yesu, maana yuko Mungu anayeweza na atakayefungua milango yetu iliyofungwa, milango ya promotion. Tushuhudie kuinuliwa kutoka level moja hadi nyingine katika maisha yetu. Kazi zetu zitoke kiwango kimoja tuende level nyingine. Huduma zetu zitoke kiwango kimoja ziende huduma zingine, level nyingine. Maisha yetu ya kiuchumi, ya kifedha yatoke kiwango kimoja yaende kiwango cha juu. Maisha yetu ya wokovu na hata ya huduma yatoke kiwango kimoja hadi kiwango kingine. Furaha na amani na upendo katika ndoa ambayo ilipungua iende kiwango cha juu, kwa sababu malango yanapokuwa wazi, tunashuhudia divine promotion, tunashuhudia kuinuliwa na kushuhudia Mungu kutupeleka viwango vingine. Na mwisho, kati ya yale mambo machache ambayo nimependa tuone faida za malango ya kiroho kuwa wazi, mstari wa 18 sehemu ya mwisho inasema ya kwamba bali utaziita kuta zako wokovu na malango yako sifa. Malango yetu yanapokuwa wazi, tunashuhudia wokovu wa Mungu na tunakuwa na sababu ya kumsifu Mungu. Imagine zile kuta ambazo zilikuwa zinazuia breakthrough yetu, zile kuta ambazo zilikuwa ndio barrier ya kutusababisha sisi hatuwezi enda mbele. Maandiko yanasema we shall give them a new name, tutaziita wokovu. Unaweza kuwa umepitia mambo mazito na unapoyakumbuka unasikia kulia, lakini Mungu anaahidi kwamba atabadilisha. Unapoangalia zile obstacles, unapoangalia zile kuta, unapoangalia wale watu waliokuudhi, waliokupiga vita, badala ya kuona uchungu, you see the salvation of God. You say this is the mountain of my salvation. Unasema huu ndio ukuta ambapo nilipovuka niliona wokovu wangu. Kama vile wana wa Israeli, Mungu aliwafungulia malango ya bahari. Walipofika kwenye bahari ya Sham, kutoka mlango wa 14 kulikuwa hakuna njia, lakini Mungu akawatengenezea malango ya kupita kwao physically. Na walipopita, ukiuliza wana wa Israeli leo kuhusu story ya bahari ya Sham, they will not speak I believe. Hawataongea kuhusu ile devastation ambayo alipitia ya kuona wanaisha. They will tell you ile experience waliopitia ya bahari ya Sham, it reminds them of the salvation of the Lord. Inawasababisha wamsifu Mungu. It becomes a reminder, jambo linalo kukutrigger kumsifu Mungu. Naomba Bwana akaweze kubadilisha yale mambo yaliyokutoa machozi, yale mambo yaliyokuvunja moyo, yawe ni maeneo unapoyaangalia unaona wokovu wa Bwana. Unapoyakumbuka unahisi kumsifu Mungu. Unapoyakumbuka unahisi kuinua mikono yako na useme hakika wewe ni Mungu na utabakia kuwa Bwana. Kama vile waimbaji wakaimba
wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni wewe. Yaani unapoangalia unasikia kumwambia Bwana wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Maana alibadilisha kilio kikawa furaha. Alibadilisha maeneo na vizuizi vikawa ni maeneo ya kutangaza wokovu na kusifu jina la Bwana. Mungu akubariki sana na kutende mema unapoendelea kufuatilizia programu hii ya Glorious Encounter. Usisahau kufuatilizia channel yetu ya Glorious Generation Forum katika YouTube na TikTok. Kumbuka kusubscribe. Unaposubscribe tuki-upload program nyingine, ujumbe wote unapata ujumbe. Na pia share, sambaza kwa mwingine ili pia kaweze kufuata na kubarikiwa. Na karibu kwa series ijayo ili tukaweze kuangalia eneo lingine la malango ya kiroho. Mungu akubariki sana. Ni mchungaji Mark Kilokilo na kupenda. Mungu akutende mema. Amen. Amen.